Nadhani mmekiona chumba ndugu zangu. Na hii nyumba nimekabidhiwa mimi, kwa hiyo kuweni huru ndugu zangu. Shemeji, najua nimekustukiza. Nimefanya hivi kwa sababu unajua wewe ni mkubwa. Kwa hiyo nimeamua pesa niliyopata huko katika mishemishe za kazi nije kukutafutia chumba hapa. Niliongea na udalali ili wewe uje kujihifadhi hapa. Hii ni kwa sababu wewe ni mkubwa, upasi kukaa na mimi pale nyumbani chumba kimoja. Kubwa babake, nakuja sasa hivi hapo. Sasa ndugu zangu, kama nilivyowaambia kwamba nyumba nimekabidhiwa mimi na kuna tatizo limetokea kidogo, kwa hiyo acha mimi niende kwanza nikalisolve tatizo. Kwa hiyo mtakuja kuleta pale pesa nyumbani. Penzi la kaka, na enjoy penzi la kaka. Penzi la kaka. Na enjoy penzi la kaka. Bwana mkubwa. Subiri hapa. Wa alaikum salamu mzee mwenzangu. Sawa, nimekuelewa mzee mwenzangu. Ila muda huu nakwenda msikitini. Nikitoka msikitini nakwenda pale kumaliza ile tatizo. Mashallah mzee wangu. Mashallah. Haya mzee mwenzangu. Sawa. Na kweli? Kwani wewe ndugu yangu unajiona sana mwanaume? Unajua mimi hapa katika maisha yangu sijawahi kufikiria hata siku moja kugombana na mwanaume mwenzangu kwa sababu ya mwanamke. Sikuwahi kufikiria hata siku moja. Nikwambie kitu. Shukuru Mungu mwanamke wangu ni mwaminifu. Uthubutu alioufanya kuniambia ukweli kipindi ambacho nimerudi. Nimesema kweli nina mwanamke. Kwangu ni superwoman. Wewe unafahamu fika ndugu yangu. Yule ni mke wa mtu. Ndoa yetu ni changa, haina hata muda mrefu. Hata wewe mwenyewe kwenye ndoa yangu ulihudhuria. Hivi unathubutu vipi kumtongoza mke wangu na unajua kabisa yule ni mke wangu? Bro, huu sio utaratibu. Mimi na wewe ni majirani, tunaishi nyumba moja. Ushawahi kujiuliza kama angekuwa mke wako wewe alafu mimi nimemtongoza, wewe ungechukuliaje? Nikwambie kitu. Unaniona mimi? Niangalie hivi hivi tu kwa macho mawili. Lakini mimi nikibadilika sio mtu mzuri. Hata sijui wewe tabia yako ikoje. Maana tumekutana tu hapa mjini tunaishi. Leo nikwambie ukweli. Yaani mimi ni mtu ambaye nimeishi na watu wameshika mapanga, nimeishi na watu wanashika tasbihi. Alafu mwisho wa siku ikawa vice versa. Kama hujanielewa, huwezi kunielewa kamwe. Mbona haya mapya kwangu? Na hayo unaoongea inaonyesha dhahiri shairi unamaanisha. Bro, siwezi kufanya hicho kitendo. Yaani mimi nitoke hapa nikamtongoze mke wako? Haiwezekani. Sijafunzwa hivyo mimi. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuwa makini sana na watu wanaochukua rangi ya nyumba wanapaka kichwani mwao. Bro, kuwa makini.
Ushaisikia bwege mtozeni kwenye mapenzi, ndo mimi hapa. Wenzangu washafunga kiwindu, kwangu mimi nanga inapa. Amani zunguke viringeni nyota. Shemeji. Kuna kitu kidogo sijakielewa mama. Naomba kidogo nifafanulie. Mimi ninavyojua katika maisha ya ndoa, mtu baki anapoleta maneno ya uchochezi kwenye ndoa yako au anapolenga kwamba wewe na mke wako mkorofishane au kuharibu mfumo mzima wa ndoa yako, mimi ninavyojua mtu lazima uje juu, aidha utokee ugomvi, kupigana, wengine na kuuana kabisa. Lakini hicho kitu sijabahatika kabisa kukiona kwako bwana mama. Vipi kwani imekaaje? Bwana shemeji, mimi nikwambie tu ukweli. Katika maisha yangu siwezi kugombana na mwanaume mwenzangu kwa sababu eti kamtongoza mwanamke wangu au mke wangu. Siwezi. Na kama ulikuwa ulijui hili, leo naomba ulijue. Wanawake hatupaswi kuwaamini 100%. Kuna 1% chache tunatakiwa kuzitoa kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Samahani, lakini najua nimekuolea dada yako, na hili tukio amefanywa dada yako, lakini inawezekana dada yako akaniambia ukweli kwamba ametongozwa, ila kuna sababu zake za msingi nyuma yake kazificha. Ngoja nikupe historia moja ambayo ishawahi kutokea kweli kipindi ambacho mimi nafanya kazi Temeke Stereo. Kuna kijana mmoja tulikuwa tunafanya kazi moja ya kubeba boksi za nyanya pale Temeke Stereo. Alikuwa ameoa. Kuna siku amerudi nyumbani akiwa na kibahasha kidogo cha nyanya. Akamkuta mke wake amekaa katika kizingiti cha mlango ameshikilia tama. Kijana akamuuliza mke wake, "Mke wangu, shida nini? Maisha haya ndo tunaoishi ya kila siku. Kwa nini unakuwa una mawazo makubwa? Ukiwa hivyo unanisononesha." Mke akamwambiaje, "Mume wangu, na muda mrefu sana kuna kitu kipo katika moyo wangu kinanifukunyua. Nashindwa kukwambia, lakini leo naomba nikwambie." Mume akakaa vizuri kumsikiliza mke wake. Mke akasema, "Kaka yako ananitongoza." Akasema, "Kakaangu? Kakaangu huyu baba mmoja mama mmoja?" Akanambia, "Ndio. Na nilikuwa ninaogopa kukwambia, nilihisi kwamba hautoniamini. Lakini ukweli ndio huo." Kijana akamfuata kaka yake kwa fujo, wakapigana hadi udugu kukataana. Maelewano akawa hawana. Jamaa kanaendelea kuishi na mke wake, maisha naendelea na kumwamini mke wake kwamba ni mkweli. Lakini kuna siku alitoka alfajiri sana, kama mishale ya saa 10 usiku, kuja sokoni. Alipofika sokoni, kazi kukawa hakuna. Kutokana shamba ilinyesha mvua kubwa, magari yalishindwa kutoka. Akasema, "Ngoja nirudi nyumbani nikapumzike." Kama unavyojua, ya Mungu ni mengi. Alipofika nyumbani kwake, uwezi amini, akamkuta mke wake pamoja na kaka yake wanashughulikiana katika kitanda. Sasa hapo ndo takuja kuelewa. Yeye aliua udugu kwa sababu ya maneno aliyoambiwa na mke wake, kumwamini mke wake kwamba ni mkweli. Kumbe mkewe alimzunguka kuonyesha kwamba yeye ni mwaminifu ili aendelee kumtafuna mume wake. Na ndio maana sikuweza kugombana na huyu bwana, ila nimempa kama angalizo, anachokifanya kama ni kweli anakosea. Nimetumia akili. Shemeji, tumwa yule dalali tukafanya malipo ili uhamie hapa, na nakuahidi nitakunulia kigodoro, utaanza maisha mapya katika hii nyumba. Mimi nadhani hapa vijana wengi sana wanauzaga vigodoro. Tutalipia, utahamia hapa nyumbani. Sasa hivi pa utakuwa unakuja kusalimia,
Kama utakuwa na njaa unakuja kula, au dada yako anaweza kukuletea chakula hapa hapa nyumbani. Sawa shemeji. Mimi labda niseme kitu kimoja. Nashukuru sana. Kiukweli unanipambania. Lakini pia nigusie story yako. Nimefurahi sana kuisikiliza na kuna kitu cha kujifunza hapa. Kama mtu akisikiliza kwa makini lakini. Sawa shemeji yangu. Twenzetu. Sisi kama dunia na raha zote nimeumbiwa mimi. Ubaririvyo taradadi, shoka tumekomerea mpini. Mejukotea rupia, nataka nimpeleke mwezini. Anavyo ning'ang'ania, nasema nkiwa mbali aniamini. Na washangaa wahenga, walisema mapenzi sumu. Mimbona na enjoy, au ndo Kulikoni mjomba Lolo? Nilikuwa nakuwahi mjomba, na lengo la kukuwahi ni kutaka kujua ombi langu umelipotezea ama, maana hujanijibu chochote mpaka sasa hivi. Kweli mapenzi huenda wazimu. Penzi la kaka, na enjoy penzi Mjomba, la kaka. nawahi msikitini. Ndio maana nimekuwahi kabla hujafika msikitini. Nia na madhumuni niweze kujua ombi langu umefikia wapi. La kama umelipotezea kama kaka King'ong'o na mke wake, nijue nini cha kufanya. Unataka kufanya maamuzi gani? Mimi mwenyewe ndo ninajua nitakachokifanya, na maanisha siri yangu. Sina jibu la kukupa. Nawahi msikitini. Shubira, shubira. Shubira, shubira. Shubira, shubira. Ushaisikia bwege mtozeni kwenye mapenzi, ndo mimi hapa. Wezangu washafunga kiwindu, kwangu mimi nanga inapa. Amani zunguke viringeni, nyota ya buni. Wewe, mtoke nyumbani ujue. Siendi kokote. Yaani wewe utake usitake nyumbani utaenda hata kwa makofi. Mtondoke. Hebu nipige nione, nipige. Nitakuzingua ujue. Nitakuumiza hizi tabia zako hizi. Naona sasa unaenda kunichanganya sasa. Dalali. Sijui kakumbwa na ibilisi. Amando kapata. Vipi, mbona kama hivi? Huyu mwanamke mshamba kweli rafiki yangu. Unakumbuka pale nilipigiwa simu? Mshikaji wangu kaniambia kwamba mwanamke wangu anaingia guest na mwanaume. Yaani kama Mungu yani. Nafika pale na wakuta mapokezi ndo anamalizia kuandika waingie ndani. Nikamchukua msobe mwanangu ndo namwambia wewe hapa huyo tuondoke nyumbani au nimrudishe kwao. Kwa hiyo huyu ni mwanamke wako? Ndio mwanamke wangu. Unashangaa nini sasa? Kipo cha kushangaa. Maana nikiangalia wadhifa wako wewe na muonekano wako hauendani kabisa na huyu binti. Ngoja nikupe elimu moja kiongozi. Yaani ukimuona mwanamke ana uthubutu wa kuchukua mwanaume na kuingia naye guest, basi ujue kwako kuna kitu hakipati. Ukiachana na hilo, mwanamke yoyote mwenye mapenzi ya dhati na mwanaume wake hawezi kumvulia nguo mwanaume mwingine kamwe. Unajua vijana wengi sisi hatujui hizi jinsia mbili tuna utofauti mkubwa sana. Wanaume tumeumbiwa matamanio. Yaani nafsi yetu zinarukaruka kila tunapomwona mwanamke. Hata kama upo katika ndoa, unampenda mke wako, unaweza ukamwona mwanamke mwingine na ukamtamani na sio kumpenda. Lakini mwanamke anafanya kitu kwa kupenda. Na maanisha hivi, umekiona hiki kichwa hiki? Alafu kuna kichwa kingine kipo hapa ambacho tunakifungiaga zipu. Hiki kichwa kikiwa kimesimama kama mnara, hiki kichwa kinaga maamuzi. Na ndio maana unaweza ukasikia kuna mwanaume amefanya tendo hadi na chizi, ambaye anaokota makopo jalalani, matakataka, chakula, nini. Lakini mwanamke hawezi kufanya hiko kitu kamwe. Na ukimwona mwanamke mpaka anathubutu kulala na chizi au kufanya tendo na chizi, basi ujue hapo kuna masharti ya mganga. Katika elimu yangu kubwa ya mapenzi, tendo la kumforce huyu mwanamke
umemtoa gesti na kumrudisha nyumbani, maana yake wewe unavuta kamba kwako wewe, hali ya kuwa huyu mwanamke hayupo kwako wewe. Hapo kuna uelewa mkubwa sana, unahitaji utulize akili ili unielewe. Maana yangu ni hivi, huyu mwanamke mapenzi yake hayapo kwako, huenda hata kwa huyo mtu ambaye ameingia naye gesti hayapo pia. Sasa inawezekana wewe umempa pesa huyu mwanamke na kufanya naye tendo kwa ajili ya kutaka kitu, na huenda pia kwa huyo mwanaume ambaye alikuwa anaingia naye gesti kwa ajili ya kutaka kitu. Yupo anayempenda, kwa sababu mwanamke ambaye ana mapenzi ya kweli na mwanaume huwa hawaendi gesti. Si umenielewa hapo? Sasa wewe ndo utaamua uendelee kumvuta ili uendelee kuumiza moyo wako uteseke, au muache afanye maisha yake ili uwe huru. Hebu niache huko, muangalie Nani? Umeona anaenda kule yule? Umeona anaondoka? Ndugu yangu, hii ndio maana halisi ya mwanamke, huwa anafuata anachokitaka. Sasa sisi tumekuja kwa ajili ya kwenda kuandikisha mkataba wa kile chumba. Kwa hiyo utamfuata huyu mwanamke uendelee kuteseka, au utaenda kule kuandikisha mkataba tukuchukue kile chumba? Sawa, twendeni nyumbani. Shemeji, unajua kuna kitu kimoja mimi sijakielewa. Hivi unajua nakuona tofauti sana. Nikuulize swali. Wewe una elimu sana kuhusu mapenzi? Hapana shemeji, ila mimi na uzoefu sana na wanawake. Unajua, kabla sijamuoa dada yako niliwahi kuingia katika mahusiano na wanawake zaidi ya mmoja, na kila mwanamke nilipata uzoefu wa mapenzi yake kutokana na tabia alizonionyesha. Kwa hiyo kupitia hili sitamani nirudie ujinga, na ndio maana niko makini sana kuwapambania vijana wenzangu hadi mimi mwenyewe. Sio kama na elimu kubwa, ila wanawake mtandao wao mzito. Tuachane na haya. Twende tukalipie chumba. Lakini kitu kingine shemeji ambacho nimefikiria, wakati wewe unaenda kulipia chumba, mimi nilikuwa naona jambo la msingi niondoke nyumbani mimi nikaandae mazingira. Nifungashe nguo zangu, viatu niweke kwenye begi, ili kama mambo yatakuwa fresh ushalipia mimi nije moja kwa moja. Maana sitegemea kulala nyumbani tena siku ya leo. Hilo swala zuri shemeji. Sasa sikia. Kipindi ambacho mimi nikishamalizana naye nitakupigia simu niko wapi ili uje. Basi. Penzi la kaka, na enjoy penzi la kaka. Penzi la kaka. Na enjoy penzi la kaka. Nawe kwa nini umekubali? Auoni kama anatutenganisha? Hivi, Westumai, unafikiri ningewezaje kukataa? Yaani mtu kanisurprise from nowhere tu kanichukua kanipeleka kwenye nyumba, bwana mshemeji unatakiwa ukae hapa. Wewe sasa ndio ubebe jukumu langu mimi. Ningewezaje kukataa? Mwacha hizo basi. Alafu kitu kingine. If huni kama opportunity kwetu mimi naye. Maana nimemsikia kabisa mwenyewe shemeji kwa mdomo wake. Anasema kwamba sometimes utakuwa unatoka huko unaenda nyumbani unipelekea chakula. Muda mwingine natoka na kuja ukifuata chakula mwenyewe. Uone kabisa hii distance ya kutoka hapa kwenda nyumbani kwangu ni muda ambao sisi tunaweza kufanya mambo yetu. Ni muda ambao tunaweza tukafanya chochote kile. Kwa sababu si anajua umeenda kwa kakako bwana. Kuliko kuja kufanya mambo hapa, mwisho wa siku atakuja kuingia puko akatukuta tunafanya mambo yetu. Kumechangamka. Hebu jaribu kutumia akili bwana. Waingereza wanasema knowledge. Tumia akili. Hata kama wewe uone hapo kuna uwezekano mkubwa wa wewe kunichiti. Hebu fikiria. Usiku nalala kule peke yako, mimi nalala huko. Wewe uone kama unaweza ukaingiza mwanamke ndani na mimi nisijue? Stumai, unaleta tena masuala ya wivu katika hili. Si ndio? Mnisikilize basi mpenzi wangu. Unapoleta masuala ya wivu katika hili swala, hatuwezi kufanikiwa kwa chochote kile. Hii ndio nafasi nzuri tu. Alafu
Alafu mamangu sina hata jeuri ya kuchiti, maskini ya Mungu. Uvumi nitoa wapi? Labda na mimi nikukumbushe jambo. Uone katika muda ambao mimi nakuwa nimelala huko nyumbani kwangu na unakuwa umelala na mwanaume wako, kwenye akili yangu mimi naingia nini? Unakuwa unafanya nini na mume wako? Kwa mimi na moyo wa chuma mimi, siumii. Mimi na moyo wa chuma, siwezi kuumia kwa chochote kile. Si ndio? Unajizingatia mwenyewe tu. Nisikilize Stumai. Haya masuala ya wivu na mambo mengine inatakiwa tuyaweke pembeni. Kitu ambacho sisi tunatakiwa kukiomba sasa hivi, haya mambo yetu yakae vizuri, ndio tunaweza tukaishi kwa uhuru katika haya mahusiano. Lakini katika njia hii ya kudokoa hata siku moja tuweze kuenjoy mahusiano yetu. Hao unafurahia mimi? Na mimi pia nafurahia. Maneno Shubira, shubira. Shubira, shubira. Shubira, shubira. Ushaisikia bwege mtozeni kwenye mapenzi, ndo mimi hapa. Wenzangu washafunga kiwindu, kwangu mimi nanga inapa. Amani zunguke viringeni, nyota ya bundi kuisafisha. Mwezenu napangwa foleni, kama nipo kwenye mata. Na tatizo la moyo wa shauriki, nishazunguka kusi mashariki. Walo wazuri wako wengi, lakini mwezenu nimechagua mbichi. Sijui kakumbwa na ibilisi, ama ndo kapata vishawishi. Niko moyoni aliniambia sambona nani wiki ya vizingiti. Nilimpa moyo, nimempa ndoa, nilimpa pesa zote mnazokokotoa. Mpaka sawa zitoshe nilivyotoa, kumbe mimi najenga wezangu nje na bomoa.